Mambo. Hope mko poa. Yes. Watu wangu nimewamiss sana. It's been a month, eh? Yes, shughuli zimekuwa mingi. Change imekuwa mingi. Vitu zinaenda poa, I can confirm that. Vitu zitakuwa poa. God tumemwachia vitu mob. Yeah. Yeye ndiye tumemwachia take over, you know. But sijawasahau, nimerudi. Yeah. Nitakuwa nikieka an official video nikiwaambia where next. Where next. Na yeah, tubadiliki, tutaendelea tu kushare positive vibes. Yeah, so yeah, but leo nilikuwa nataka kuguzia kitu tu kidogo tu. I don't want to take much of your time, eh? Watu wangu normally nikiwa home, nikiwa home naenda home sana. So nikiwa home, yeah, normally sishei nikienda home. Mjuangi sometimes naenda home, nikiwa home sina time kabisa, niko busy, sina time hata kuchukua simu kujirecord or something. I have so many things I can talk and share with you, but normally sina hiyo time. But hopefully soon vitu zitakuwa poa. Nitakuwa share projects ni mingi zinaendelea. Alright. Hii safari ya liberation ni safari moja refu sana, na ni safari inahitaji maombi, inahitaji kitu inaitwa consistency. Ni safari inahitaji a lot of resources, financial and stuff. Alright. But all in all, kila kitu iko poa. God yuko na sisi because God did it, right? Sasa watu wangu normally najipatanga usiku, natokanga nikiwa home 5 niko nje. It's very rare tupatane huko sijui unless nataka kutafuta, but 5 niko. Wale watu mnaona wakidrive huko 5 AM in the morning, alafu wale watu wanarudi kwa nyumba huko saa 5, saa 6, wale watu wanalala 2 hours, it's me. Right? Sasa now there is this particular day nilikuwa naendesha gari. It was around maybe few minutes to 11, eh? So mi na mtu wangu hapo, eh? So niko na PA sasa, you know, I'm not bragging but I'm just saying. So niko na mtu wa mikono, so kuna vitu mingi sana zinahitajika, so I have someone mwenye ako pale kwa kando yangu, so tuna make sure vitu ziko sawa. So now that this particular day, it's tume drive past Githurai kidogo tu, kuna si Githurai, before Githurai Kahawa, yeah. Then TRM iko pale, kuna Weybridge inakuanga mahali hapo. So now kuna hizi mabasi hizi wasi wanatoa miguu, you know, hizi basi zimebeba watu, lakini kuna watu wamehang huko, sijui ni kondama ni nani. Jamaa I remember alikuwa amevaa a blue short, a Chelsea jersey, na akona Madrid, anatoka nje na akona whistle, eh? Akona whistle anatoa hivi. So now that day gari zote zilikuwa nyuma yangu au mbele, zote zilikuwa zimekimbia, na hii basi ndio ilikuwa inakimbia pia. Nikisema inakimbia, basi ilikuwa around 110 huko. That's kwa basi, hiyo speed iko juu sana kwa basi, right? So kuna gari ili overtake na ikaenda. No, mtu ana haraka unamwachanga. Watu wangu, ukiona mtu anataka kuovertake usikimbizane naye, acha aende, maybe akona ka emergency, we enda tu na speed yako. So ika overtake, ikaenda kama ina overtake ile basi Kenya. Normally hawa watu wa basi, I don't know, I'm not judging, but I'm so certain that ama jamaa wanaendesha hizi basi, a big number of those drivers hawaendangi shule za driving. Hawa ni kama wanajifunzia kudrive huko hivyo tu huko kwa hizo machochoro huko, alafu anapewa basi juu, yamekuwa na hii basi, amekuwa hapa kwa hii barabara, anajua barabara, apewe basi. Hawa hawajui sheria za barabara. Hajui sheria before unatoka, unaweka indicator. Before hata uweke indicator ushajua side yako hiyo unaenda ama left, be it right, it's clear, then you can indicate to move. Huyu jamaa alimove tu, na kuna gari shatu overtake imeenda. Ikaenda. Mnakumbuka nikwambia kuna jamaa na hang huko juu huko. Ikaenda kama imemslice. Jamaa akarushwa juu. Hapo mbele kuna kwa gari, speed yake lese ilikuwa 110,
na hii basi inapiga 110 na inaenda kwenda. So inamaanisha sinafikia ile gari kwa mbele. Huyu jamaa akapigisha hiyo gari, alafu siku na ile gari imemslice ikagonga ile gari. Jamaa kuja kwangu alianguka, impact iki happen hizo gari mbili. Alafu siku na gari zingine nyuma. Alafu sasa si tuko hii side. Jamaa alikuja kama amepitiwa na gari nyingine nyuma. I was even asking my guy, hey bro, hii kioo fungus, I don't wanna, sitaki kuona. Ni usiku, nimepitia vitu mingi, nimechoka, I'm sleepy, tired, I just wanna drive past this, go. Jamaa dread zake baby zile za kuattach zikatokana, kichwa I don't know ikafanywa nini, mguu moja iko hii side, and hiyo kifo mse ilikuwa chungu sana. Lakini teaching, wile dere anaendesha hiyo basi hana experience kabisa. Experience hii tumemekishinda kwa tuko kwa barabara tu, oh no. Shule ni poa, imaanishi Julienda shule masomo hii driving is also niliwaambianga hapa UAE, mtu akishika hii driving license, akishika hivi tu anaweza kabash ku celebrate. Most of watu wenye najua hapa wanapiga driving hapa Dubai, wanapiganga kama 1 year. Kuna mtu najua kwa almost 2 years na hajapata license, bado wanaendanga ana feeling tu. They don't care. Unaweza shinda kwa traffic, kwa parking, unashindwa kupark let's say garage ango, umeshindwa ango parking kabisa. So wao hawezi kusaidia wewe until ile siku unataka kujua utajua. Na ukifail unalipa, by then mimi nikifanya ukifail ukalipa around 600. Sasa I believe is 700 plus ukifail. Guys, 700 it's more than 20,000 Kenya shilling kufail one angle parking ama garage. Slope kila mtu upita, but nasikia kuna watu bado wanafail slope. Ukiuliza wase wanaendesha gari homo hizo mabasi mama 3, uuliza slope ni nini? Hakuangalia juu nini? Angle parking hajui nini? Yeye parking anajua ni ile kusqueeze kuscratch gari zingine ndio parking kwake. Na ukimuuliza bro, ukisimama gari you cannot just stop. Indicate, mtu wako mbali anakuona. Second thing niliobserve, wase home adere wote wanakuwa always kwa simu. Third thing, wanakuwa rude sana. Fourth, na ni ya muhimu sana, madere wengi I don't know ni kindness hawana ama ni nini. Watu kila mtu akona haraka. Unataka kuingia hivi naomba. Hadi sometimes ataremsha kioo unamwambia please slow, acha naingia hapa. Niliona msee ako kwa gari anaendesha gari, ametoa indicator na bado anatoa mkono, anafanya naingia hapa. Anatoa mkono. Juu kuna watu wako kwa simu haoni until aone mtu ametoa mkono ndo atamsimamia. Na still huyo mtu akienda you'll see jamaa atamhonga. Amemwestia second tatu, it's a lot kwake. Remember, accident you happen within a span of 3 seconds. So it's up to you. Lakini mimi naweza, hii ni challenge tu. Hii serikali I don't know. Wale watu wafikiria I attack this government. There is a lot that it's needed in Kenya. Kwa sababu hao watu wanapiananga license. Guys, do you think they really do it genuinely? Ama kuna mtu huko anapewa pesa kidogo hivi anapeana license? Because uwezi kuwa umeshika driving license na hujui indication, hujui sheria za barabara, haujuangi. Alafu kuna kitu kingine, unapata kuna boda tu nduthi iko kwa fast line. Inafanya nini? Tuk unafanya nini kwa fast line watu wangu? Fast line inasema inaniambia 120, inaniambia 100 km. Naweza piga up to 130. Unafanya nini hapa na hii kitu hizi piga more than 60? Please always be on your left. Hiyo ndio inakuwa slow line, ama kama utaki kaa katikati. Hakuna mtu atakusumbua hapo. Don't be on the fast line. Usiwahi kuwa side ya right Kenya. Naongea Kenya, usiongee about Dubai. At least hapa Dubai kila mtu anajua kwenye anafaa kuwa. Anyway, sitaki kuongea sana. Ni observant tu kidogo, niliobserve tu vitu kidogo normally hapo kwa barabara. Na hapo ndo unaona watu tuna lose life. Na watu, guys, kama I don't know kama madereva watawatch, but anyway, but wewe mwenye unawatch hii ukweje pata unaendesha gari Kenya, manze kuwa wewe juanga wewe ndio uko sober. Kwa sababu mimi vitu niliona kwa hizo barabara, especially hapo kutoka Kahawa to Garden Nest, hiyo area ni normal. Ni normal. Hata tu I don't know. Michoke tutapata michoke mingine kwa sababu kwenye tumefika I don't know. Ni normal. Inabidi ya traffic police pia wanatembea nyaunyo. Ukiona mtu anafanya
hizo tu makosa kidogo hivi natuanga na watu watakuwa haikufa ovyo ovyo. Anyway, God bless sana, asante kwa kuwatch. Every day keep on trying and one day you never know.